Hii ni Dodoma, makao makuu ya nchi, jiji linalokuwa kwa kasi kubwa kuwa kitovu cha maendeleo ya kiuchumi na kijamii. Ndiyo lengo kubwa hasa la kuitwa makao makuu ya nchi ya Tanzania. Ili kutimiza lengo hilo, halmashauri ya jiji la Dodoma ndiyo nyenzo kubwa iliyobeba maono hayo kwa kutoa huduma na kusimamia uchumi na hayo maendeleo ya kijamii. Halmashauri ya jiji la Dodoma ina ukubwa wa kilomita za mraba 2576. Ina majimbo mawili ya uchaguzi, ina tarafa 4, kata 41 na jumla mitaa 222. Hivyo kuifanya halmashauri ya jiji la Dodoma kuwa ndio halmashauri pekee nchini yenye kata nyingi pamoja na mitaa mingi. Kwa msingi huo, management ya halmashauri ya jiji la Dodoma katika vikao vyake rasmi ilikaa na kukubaliana mambo makuu mawili ya msingi. Mosi, namna ya kuboresha utoaji wa huduma kwa wananchi na kuwafanya wafurahie huduma hizo na huduma hizo ziwe karibu zaidi na wao. Lakini pili ni kujenga utamaduni wa wananchi kupenda kulipa tozo na kodi za serikali kwa hiari. Hivyo management iliamua kuanzisha mfumo wa utoaji wa huduma kupitia kanda. Jumla ya kanda 7 zilianzishwa. Kanda hizo zilianzishwa kwa kuzingatia jiografia yote ya jiji la Dodoma, lakini pia na urahisi wa wananchi kufika kutoka maeneo mbalimbali. Ukiwa katika jiji la Dodoma, ni rahisi kwenda katika maeneo mengine yote ya Tanzania. Tuna barabara kuu 4 zinazotoka katikati ya jiji la Dodoma kurahisishia kwenda maeneo mengine ya Tanzania. Barabara kuu iendayo Morogoro na mikoa ya Pwani. Kwa barabara hiyo tumeanzisha ofisi ya kanda namba 2. Barabara kuu iendayo Manyara, Arusha na ukanda huo, pale pia tumeanzisha ofisi ya kanda namba 6. Barabara kuu iendayo Singida kuelekea mikoa ya kanda ya Ziwa, pale tumeanzisha ofisi ya kanda namba 3. Lakini pia tunayo barabara inayoelekea Iringa na mikoa ya nyanda za juu kusini, pale tumeanzisha ofisi ya kanda namba 5. Kuanzisha ofisi hizi za kanda katika hizo barabara kuu nilizozitaja, maana yake kuna warahisishia wananchi kutoka katika mwisho wa mipaka ya halmashauri ya jiji la Dodoma. Sasa wanapokuja kama katikati ya mji, kwa maana ofisi kuu, kupata huduma, wasisafiri kuja mpaka mjini, basi huduma hizo wazipate katika ofisi hizo za kanda katika hizo barabara kuu 4. Zaidi, halmashauri imeanzisha kanda hizi za huduma kwa kuzingatia pia maeneo ya kimkakati, kwa maana kuhakikisha wananchi wanapata huduma kwa ukaribu zaidi na maeneo yao, kwa sababu sio wananchi wote wanapata huduma kupitia hizo barabara kuu nilizozitaja. Sasa tuna kanda namba 7 ambayo tumeianzisha ikihudumia ukanda wa Hombolo. Kanda hii ina jumla ya kata 5. Ina kata ya Hombolo Bwawani, ina kata ya Hombolo Makulu, ina kata ya Ipala, kata ya Chahawa na kata ya Chihanga. Wananchi hao sasa hawalazimiki kufuata barabara hizi kuu kuja kupata huduma katika halmashauri. Wenyewe kanda yao namba 7 tumewekea Hombolo. Lakini pia tuna kanda namba 4 ambayo yenyewe inahudumia kata za Dodoma Makulu, kata ya Ntiuka, kata ya Tambukareli, kata ya Kilimani, kata ya Ng'ong'ona na kata ya Iyumbu. Wananchi hawa pia hawatalazimika kuja mjini, lakini watapata huduma zao katika ofisi ya kanda namba 4. Na mwisho ni kanda namba 1 ambayo kanda hii inahudumia jumla ya kata 9.
Kata hizi ni zile ambazo ziko karibu zaidi na mjini kati. Kwa maana sasa hawa hawalazimiki kufuata huduma katika ofisi za kanda ambazo zipo katika zile barabara zinazoelekea mikoani. Eneo la ulipaji wa kodi na tozo za serikali. Management iliona kutokana na umuhimu wa ulipaji wa kodi na tozo za serikali, ni lazima wananchi warahisishiwe huduma hiyo ili wasiweze kutembea umbali mrefu kwenda kupata huduma hizo, lakini pia kujenga ule moyo wa kupenda kulipa kodi na tozo za serikali kwa hiari. Mfano, mwananchi hata safiri tena sasa umbali mrefu kwa ajili ya kwenda kulipa kodi na tozo za serikali. Chukulia mfano, mwananchi wa kata ya Hombolo ambaye alikuwa akisafiri takriban kilomita 80 kwenda na kurudi makao makuu ya halmashauri kwa ajili ya kufuata huduma, labda alikuwa anataka kuanzisha biashara mpya. Kwa sasa hata tembea tena umbali huo wa kilomita takriban 80, bali atapata huduma hiyo katika ofisi ya kanda namba 7 ambayo tumeanzisha pale Hombolo. Kama atalazimika kutembea ni takriban umbali wa kilomita 0 mpaka kilomita 3 hadi 4. Kwa mwananchi atakayekuwa anatoka kata ya Kikombo, naye hata lazimika kutembea umbali wa kilomita takriban 80 pia kwenda kufuata huduma makao makuu ya halmashauri. Mfano, anakuja kutaka kibali cha ujenzi. Mwananchi huyu ataishia katika ofisi ya kanda namba 2 iliyo katika soko la Biogu Ndugai, hata lazimika kuja mjini kati. Hivyo mfumo huu wa utoaji huduma kupitia kanda 7 katika halmashauri jiji la Dodoma, pamoja na kusogeza huduma karibu zaidi na wananchi, lakini pia umewaondolea kusafiri muda mrefu au kutumia gharama kubwa ya usafiri kufuata huduma. Mfumo huu umewapunguzia ile adha ya kutumia muda mrefu safarini kwa ajili ya kufuata huduma. Lakini pia kwa sababu wote walikuwa wakienda makao makuu ya halmashauri kufuata huduma, umewaondolea sasa ile adha ya foleni, kukaa muda mrefu kwenye foleni kwa ajili ya kupata huduma. Huku kwenye kanda manake hata kutana na foleni. Ndo umuhimu wa utaratibu wa utoaji huduma kupitia kanda. Mwisho kabisa, halmashauri jiji la Dodoma tumeboresha uhusiano na mawasiliano baina ya wananchi na halmashauri yao. Karibu katika ofisi za kanda uweze kupata huduma zote zilizokuwa zikipatikana makao makuu ya halmashauri, kuanzia huduma za elimu, huduma za ardhi, vibali vya ujenzi, ulipaji wa kodi na tozo mbalimbali. Karibu halmashauri jiji la Dodoma, karibu katika ofisi za kanda upate huduma bora. Kanda hizi zilizobeba huduma muhimu na zenye mchango mkubwa katika kukuza uchumi na maendeleo ya kijamii zimetambulishwa kwa mfumo wa namba, ikianzia namba 1, 2, 3, 4, 5, 6 mpaka 7. Lengo likiwa ni kuweka mizania sawa, tofauti na kanda kutambulishwa kwa jina la kata au sehemu maarufu. Mtazamaji, halmashauri ya jiji la Dodoma imedhamiria kindaki kuhakikisha wananchi wake wote wanasogezewa huduma katika maeneo yao. Huduma hizo ni pamoja na huduma ya elimu ya awali, huduma ya elimu ya msingi na sekondari, mazingira, ushuru wa huduma yani service levy, leseni za biashara, leseni za vileo na hoteli, ustawi wa jamii, mikopo kwa makundi maalum, usajili wa vikundi na mashirika yasiyo ya kiserikali yani NGO, vibali vya ujenzi, vibali vya sherehe, masuala ya ardhi na upatikanaji wa hati, ushuru wa mabango, ushuru wa nyumba za kulala wageni hoteli levy, mashamba na utoaji wa vibali mbali. Halmashauri ya jiji la Dodoma haikuishia tu kuanzisha kanda hizo za utoaji huduma, bali kila kitu kinahitaji usimamizi na uongozi madhubuti. Na hapa halmashauri iliteua mameneja wasimamizi wa kanda hizo ili kuhakikisha lengo la utoaji huduma linatekelezwa kwa ufanisi wa hali ya juu. Hawa ni baadhi ya mameneja wanatoa taarifa za usimamizi na utekelezaji wa huduma katika kanda zao. Tumeona mabadiliko tangia kanda imeanza namba 1
mwitikio wa wananchi ni mkubwa na wanakiri kwamba huduma wanazozipata ni bora na kwa muda mfupi sana kuliko ambavyo walikuwa wanaenda pale jiji kwa pamoja. Kanda namba 1 inajumlisha jumla ya kata 9. Kata ya kwanza ni Viwandani, Uhuru, Madukani, Majengo, Makole, Hazina, Kendege, Chang'ombe na Chamwino. Wananchi pamoja na wafanyabiashara kiujumla, nipende kuwaomba na kuwahimiza kwamba huduma ambazo zinatolewa katika kanda yetu namba 4 ni kuanzia siku ya Ijumaa 3 mpaka siku ya Ijumaa mosi. Na muda wa kutoa huduma ni kuanzia saa 1:30 mpaka saa 9:30 katika siku hizo zote nilizozitaja. Karibuni sana wananchi kwa ajili ya kupata huduma bora katika kanda namba 4. Katika kuhakikisha dhamira ya kusogeza huduma karibu zaidi kwa wananchi kwa kupitia watumishi wenye weledi na ali, Halmashauri ya Jiji la Dodoma iliandaa mafunzo ya kanzidata kwa watumishi wote yaliyotolewa katika kanda zote 7 kwa lengo la kuboresha huduma, na mfumo huu unahifadhi taarifa zote za wafanyabiashara za sasa na miaka iliyopita. Kanda hizo zilitambulishwa kwa viongozi wa kata na mitaa kupitia mikutano na vikao. Hawa ni baadhi ya watendaji wa kata ambao wanashuhudia mafanikio ya uboreshaji wa huduma unaofanywa katika kanda hizo. Yaani kuanzisha kwa kanda imerahisisha sana, watu wengi wamefurahia kwa sababu imekuwa karibu, huduma imekuwa karibu na makazi yao na sehemu zao za biashara. Kwa hiyo wengi wamefurahia sana kuanzishwa kwa kanda. Na wanasema yani wangeanza muda mrefu, wanaona kama imechelewa. Nashukuru Halmashauri ya Jiji la Dodoma kwa kutusogezea huduma hasa kwa kanda hii ya Nzuguni, ambapo katika kanda ya Nzuguni kuna kata 5. Hivyo tumepunguza umbali kutoka, kwa mfano kama kata ambazo ziko mbali, mfano kata ya Kekombo na kata za Ihumwa, huduma imekuwa ni rahisi kufika maeneo haya. Mtazamaji, lengo la sauti ni kusikika na lengo la picha ni kuonekana. Halmashauri ya Jiji la Dodoma vyote hivyo tumekusogezea. Hivyo maboresho makubwa ya huduma za kanda kwa kanda zimekonga nyoyo kwa baadhi ya walengwa ambao ni wananchi kutoka katika maeneo mbali, na hapa wanafungua vinywa vyao na kuwasilisha yale yaliyo ndani ya mioyo yao. Jambo kubwa likiwa ni kupunguziwa kutembea umbali mrefu kufuata huduma. Hii inaokoa muda na pesa. Kwa majina naitwa Kutona Obed David, ni mkazi wa Mama Makulu, mtaa wa Pemba Moto iliyopo ndani ya Jiji la Dodoma. Nimekuja kwenye ofisi za kanda kwa ajili ya kutafuta leseni ya biashara baada ya kutembelewa na wataalamu kwenye ofisi yangu. Napenda kuishukuru serikali kwa kutengeneza hizi kanda kwa kutusogezea huduma, kwani imekuwa ni changamoto kila tukitafuta vitu kama leseni, tini namba. Kuelekea jiji ni umbali mrefu sana kuliko walivyotusogezea hapa. Na pia misongamano ambayo ilikuwepo mjini ilikuwa inatusababishia sisi kutokulipa kodi kwa wakati. Kwa kweli ilikuwa safi kwa sababu kwanza ile queue msururu sio mrefu, watu sio wengi kama tulivyozoea kule mjini. Nadhani hii ilikuwa wazo zuri la kuweka ofisi sehemu mbalimbali. Sijajua ziko ngapi, lakini ninashukuru serikali kwa hii na wapa dole. Wahudumu walikuwa safi, very cooperative na imenifurahisha sana. Nimekuja hapa ofisi za kanda kupata huduma ya service levy. Tofauti iliyopo katika ofisi hii ya mpya na ile ya mwanzo ni utoaji tu wa huduma, foleni imepungua tofauti na mwanzo. Kwa hiyo tunapata huduma kwa wepesi zaidi. Tunashukuru halmashauri kwa kusogeza huduma hii mahali hapa
kwa sababu wamesaidia huduma hii kupatikana kwa urahisi na pia kuwafikia watu wengi, kwa sababu hapa pana mkusanyiko wa watu wengi pia. Naitwa Godfrey Jelos, mfanyabiashara kutoka hapa Hombolo B. Nashukuru nimetembelea ofisi, nimepata huduma. Nashukuru kwa kusogeza ofisi hapa Hombolo Bwani. Nashukuru maana umbali kutoka hapa hadi mjini tulikuwa tunatumia gharama, afu pia ofisi hatuzijui, process zinakuwa nyingi. Nashukuru sana kwa kusogezewa huduma hapa Hombolo. Nashukuru sana. Kwanza nishukuru kufika ofisi ya kanda, kitu ambacho sikuwahi kutegemea kwa Dodoma, kupata ofisi ambazo zinahudumia wananchi karibu kama hii ya kanda, ambapo nimeambiwa kwa sasa hivi kuna kanda zote wanapata huduma huku kwa walipo. Huduma imeenda kama nilivyohitaji, kwa sababu nilihitaji nihudumiwe kwa haraka, na kweli nimehudumiwa kwa haraka na hakuna usumbufu wote ambao nimeupata, wala sijapitia ghadhi yoyote kwa kuweza kuhudumiwa. Asante. Pia tunashukuru kwa kusogezewa ofisi hapa karibu, kwa sababu ilikuwa inatugharimu kuweza kutoka hapa kwenda mjini kwa ajili ya kupatia huduma hizo, lakini kwa sasa tumesogezewa hapa, ni jambo la kumshukuru Mungu, na pia tunaishukuru serikali. Nia yetu ni moja, dhamira yetu ni moja, na sababu yetu ni moja, ambayo ni kuhakikisha tunaboresha huduma kwa wananchi. Na hapa wakuu wa divisheni na vitengo vya halmashauri ya jiji la Dodoma hawakuficha wala kupepesa macho kuelezea mapinduzi makubwa yaliyofanyika katika kipindi hiki cha uwepo wa utoaji wa huduma kupitia kanda. Sisi watumishi, kwa sababu tumeconcentrate kwenye kanda zetu, kwa sababu tumewagawa kwenye kanda, inakuwa ni rahisi kutembelea kata zote za kanda husika. Kwa ujumla naweza kusema sasa mapato yetu yameongezeka na yataendelea kuongezeka kwa spidi kubwa sana, kwa sababu sasa tunafikia wafanyabiashara almost wote. Miongoni mwa majukumu yetu kama idara ya viwanda, biashara na uwekezaji ni kutengeneza mazingira mazuri ya biashara na utoaji huduma. Sasa baada ya kuanzisha mfumo wa utoaji huduma kwa njia ya kanda, umekuwa ni mkombozi mkubwa sana, kwamba wananchi wamefikiwa, kwamba hizo kanda zipo kwa maeneo ya wananchi kwa moja kwa moja. Kwa hiyo kutoka kwa dirisha moja la kutoa huduma, sasa tuna madirisha 7 ya kutoa huduma. Kwa hiyo tumeweza kuwafikia wananchi kwenye kila kona ya jiji la Dodoma. Ni matokeo makubwa sana ambayo tunayapata kupitia mfumo wa kanda. Lakini pia wananchi walikuwa wanatembea umbali mrefu. Kuna wengine walikuwa wanatembea kilomita 40, kilomita 30, 20 kutoka kwa waliko mpaka kuja makao makuu kupata huduma. Mimi katika sekta yangu, kwa maana ya kitengo cha usafishaji, lakini la eneo zima la mazingira, tulipeleka maafisa afya mazingira ambao watakuwa in charge kwenye kanda, lakini tulipeleka maafisa mazingira ambao watakuwa maafisa mazingira in charge kwenye kanda, na tumefanikiwa kupeleka kwenye kanda zote 7. Na niseme tu na nikiri kwamba kwa kweli nimeona mafanikio makubwa sana. Kwa wakati mmoja unaweza kukuta Jumamosi kanda zote sasa hivi wanasimamia usafi na wanajiorganize wenyewe, wanapanga wenyewe, wanatangaza, wanashirikisha wenye viti wa mitaa, mabalozi, wanatangaza kwenye mitaa yao. Na baada hapo unakuta kila kanda wanakupigia simu, wanakurushia picha kwamba bwana tunafanya usafi huku na huku. Na kuna maeneo ambayo nikiri kwamba tulikuwa hatufiki, lakini kwenye huu usafi wa Jumamosi kupitia kanda, mfano eneo la Mbwanga, eneo la kule Vikonje, kule Mtumba, tumegundua sasa hivi mpaka wenzetu wamefika kwenye hayo maeneo. Kingine kikubwa ni usimamizi wa vikundi vya usafi. Kwenye kata na mitaa mbalimbali tuna vikundi mbalimbali vya usafi. Vile vikundi vyote tulipopeleka madaraka haya kwenye kanda, tuliamua vile vikundi kuvikabidhi visimamiwe na mameneja na wale wataalamu walioko kwenye kanda, ili kuongeza ufanisi na ubora. Kwa kweli tumeona kwamba sasa hivi vikundi vinafanya kazi zao, maana ratiba zao ziko kwenye kanda, na wasipotekeleza tumesema kanda ndio zitawajibisha hivyo vikundi vya usafi. Kwa hiyo nakuta kanda hii inapambana na vikundi vyake na kampuni ya usafi yaliyopo kwenye hizo kanda, kwa hiyo wanaendelea kupambana. Na kwenye hilo eneo wanaangalia uondoshaji wa taka, kwa maana unasimamia kwenye kanda husika, lakini matumizi ya post machine. Kulikuwa na changamoto kidogo ya matumizi ya post machine kwenye vikundi mbalimbali, baadhi ya vikundi vya usafi, kwa sababu manager wanasimamia pamoja na ukusanyaji wa mapato. Kwa kweli vile vikundi sasa hivi vimesimamiwa kikamilifu sana katika kuhakikisha kwamba wanatumia post machine katika kukusanya ada za usafi kwenye hizo kanda. Kwa hiyo hiyo ni mafanikio makubwa ambayo kwa kweli tumeyaona. Sisi kama division ya afya tunaona tumenufaika kwa kiasi kikubwa sana na hii dhana ambayo ipo kwenye halmashauri yetu ya jiji ya ugatuzi wa shughuli
kwenda kwenye ngazi ya kanda. Tunazo huduma za ustawi wa jamii. Kwa hivyo kama kitengo cha ustawi wa jamii tumeweka maafisa ustawi wa jamii kwenye kila kanda, na kwa hivyo sasa mashauri yote yanayohusu ustawi pamoja na maafisa ustawi tulionao kwenye kata wanazo kanda zao wanaripoti. Kwa hivyo mambo yote yanayotokea ya ustawi ikiwemo ukatili, lakini mambo yote ya usimamizi wa vituo, kusajili vituo vya daycare na vituo vingine vyote imekuwa rahisi kwa sababu uratibu sasa hivi unafanyikia ngazi ya kanda. Kwa hiyo urahisi wa kukutana na wananchi moja kwa moja imerahisisha utendaji kazi. Lishe ni ajenda kuu kwenye nchi yetu ikiongozwa na Mheshimiwa Rais. Na hivyo sisi tumeshusha pia hili jukumu la lishe kwenye kanda, ikiwa ni pamoja na huduma za maadhimisho ya siku ya afya na lishe ya mtaa, yani saliki. Uratibu kwa sasa unafanyikia kwenye kanda na kata kwenda kwenye mitaa kule. Kwa hivyo imerahisisha utekelezaji wa afua hii na ufuatiliaji sasa wa afua mbalimbali za lishe kuhakikisha zinatekelezwa kwa kadri utaratibu unavyotaka. Kwa kifupi kabisa, sisi kama division ya afya tunafurahia na kufarijika na afua hii muhimu. Mtazamaji, dhamira na nia ya halmashauri ya jiji la Dodoma ni kusogeza huduma karibu zaidi kwa wananchi. Hivyo wananchi wote mnakaribishwa kufika katika ofisi za kanda kupata huduma zilizotukuka. Dodoma, fahari ya Watanzania. Tunakushukuru sana kwa sababu umefuatana nasi tangu mwanzo hadi mwisho.